Hi guys, mnakumbuka ile story ya Jonah alivyotumwa na God aende Nineve, but he decided to go to Ninawi. Sometimes Mungu anafanyanga kitu ama anakutoa mahali by force, but many a times huwa tunakasirika that God hates me, kwa nini hii imefanyika without knowing that mazuri inakuja baadaye. Jonah alitumwa Nineve, akaboard ship ya kwenda Ninawi. Hiyo ship ikakuwa na mashida mingi, troubles, turbulence kwa maji, ikaanza kusink. Alafu imagine God akatumia mtu mmoja kurealize that huyu msee anaitwa Jonah ako hapa kwa ship, ndio anafanya hii ship ina sink. So they decided kutupa Jonah kwa maji. Jonah was swallowed by a big fish. Ikaswim na yeye mpaka kwa bank ama kwa shores za sea side ya Nineve mali Jonah alikuwa supposed kwenda, ikamtapika huko. Imagine, that's how God takes you from somewhere by force, by fire, ili kitu poa ikuje ifanyike after that. But sisi using jicho la mwanadamu watuoni kabisa. Who knew that Sifuna after kwe ousted kama SG pale ODM, that atakuja kukua movement? This had to happen. It had to happen. Sifuna ilikuwa afukuzwe pale hivo ODM. He had to be chased from ODM for us to realize that this guy had great powers. That this guy is a movement. This had to happen. So, badala kujam na ODM, sijui nini, tushukuru tu sa God that it happened. And it made us realize that we had a leader. And I believe that whatever people are saying, that spirit ya Baba inadwell ndani ya Sifuna, I believe it is true. Because we've seen what has been happening. And also kuna watu wana believe or they think that Sifuna ako supposed kujoin hii opposition ya kina Kalonzo, ya kina Gachagua. But personally, I believe that it's not yet time. It is not, because hao wengine wafai kujua plans vile zinaendelea, wanaweza kuzisabotage. So, the other day Sifuna was asked kwa one of the television stations kama anaweza join hiyo opposition hiyo ya kina Kalonzo. But guess what he answered them? Unacheki, kila mtu anataka President Ruto aende. Yes. Sasa kunao wale wengi wanamuomba Sifuna ajoin opposition, because umoja ni nguvu, wakuwe united waweze kumbandua Ruto. And guess what Sifuna aliwajibu? This guy is so wise. Sifuna aliwaambia, mukienda mawindoni, you're going to hunt for a wild, violent animal. Lazima mkuwe wengi, wengine watoke na hii side, wengine hii side, wengine hii side. Hamwezi kuwa tu pali pamoja cause hamtatoboa. Which is very true. So, hapo alituacha kwa dilema kidogo. Sasa tujui kama alikubali atawajoin ama alikuwa anamaanisha nini, hatujui. Ama pengine alikuwa anamaanisha hawezi wajoin in kind words. But let's wait and see. Because lazima, muungane, mkuwe kitu kimoja. Wengine ndio watoke huku, wengine watoke huku. Because kitu ingine ilifanya kwanza nikamrespect Sifuna ni anamrecognize Ruto. Because pale kwa ile station ya TV alisema ya kwamba huyu mtu hawezi mchukua tu for granted hivi. Ni mtu wako strong, pia anajua chenye anafanya. So lazima watumie akili kumbandua. Na hiyo ni ukweli kabisa. Akasema yeye
ana ubaya sijui nini nini. Yeye anapigania mazuri ya Wakenya, anapigania vifo za wale vijana walipoteza maisha yao tu kwa mikono ya huyu mtu hivi hivi. Pia pesa nyingi sana zimepotea. Pia kuna ile stadium inaitwa Talanta ambayo mabilioni ya pesa yamekulwa. Mimi ningependa tu kuomba Wakenya wakuwe patient, wasimsukume sana na mambo ya lazima join opposition. Because who knows, pengine wako pamoja tuwezi jua. Because wote wanafaitia one cause. Yeah. Na sisi wote tusiwe tu na midomo ya kuongea. Tuongee kama tumebeba kura mikononi. Kwa sababu kura ndio itakayoongea. It's only voting that's gonna make a change. Just talking, comparing, vitu zitabaki tu vile ziko tu sahi. So tuchukue kura vijana, tuchukue kura wa mama na wa baba, sisi wote tuweze kumbandua.